Okay, hatimaye tukiwa bomba, tukiwa sawa zaidi. Hii hapa episode ya 24 tu, mzigo bomba sana hapa, kwenda kwa jina Bon Appetit, Your Majesty. Kwa sasa tumebakiza episode chache sana kuweza kumaliza picha hapa. Na sasa tukiwa tunapiga episode ya 25, na picha ambayo itapanda mpya zaidi katika simu ya kwanza tu, majira kesho saa 2:30 usiku. Picha nyingine mpya zaidi wakati tunasubiri muendelezo wa Bon Appetit katika final episode hii. Kuna picha nyingine mpya zaidi tutakwenda kuianza, na itatusha ya advertise vya kutosha tu hapo chini hapo, tushawekea tangazo lake. Hivyo kesho mida saa 2:30 itakuwa inaluka sehemu ya kwanza ya picha mpya, huku tukiwa tunaelekea kumalizia kabisa mzigo wa Bon Appetit, Your Majesty. Hii hapa sound ya Fadlu DJ, sound ya Mkojo Son. Leo tuanzie pale ambapo tulishia katika episode safi iliyopita. Hasa basi, ilikuwa ni siku ya sherehe ya kumbukumbu ya Queen Dog. Kila mtu alikuwa anamwishi tu kumletea zawadi sana, lakini Prince Jensen asema kile kikosi ambacho amekiandaa na habari ya Ji Jang-jun hawezi akawasaliti wao. Kwa naamini mambo yataenda sawa zaidi. Anadai kika siku ambayo amesubiri kwa muda mrefu hatimaye imefika. Anasema ni siku ya kujenga Joseon mpya. Anaamini Joseon mpya inakwenda kuzaliwa. Sijui kwa nini anasema maneno haya. Hadi sasa aliweza kufika sehemu ambayo yuko Queen Dog. Atabasamu fulani feki zaidi. Anasema nakutakia maisha marefu na yenye furaha. Hali pia alimletea mchoro wa samani sana. Basi Queen Dog alifurahia sana, lakini pia itumia nafasi hii kuweza kumwomba msamaha tu juu ya kile ambacho kilitokea juu ya mpishi ambaye ana play kubwa sana katika jumba la kifalme. Yule mtu tayari ana kitu chake ambacho anakijua yeye, pamoja na Consolate Khan na siri ambayo ameiandaa. Upande wa pili uko katika maandalizi sasa. The King alikuwa anajiweka sawa tu, anasema lakini Courtly kutoka Joan ameweza kuja hapa, yaani mke wake yule, na pia ameweza kufika katika ile sherehe. Ile pia anasema lazima hakishe anatafuta ukweli ambao ulisababisha aweze kuleta kizaazaa zaidi. Lakini pia nakumbuka aligombana sana na Mtoyo. Ayuza nini ambacho kimemleta tena kwa wakati mwingine zaidi. Basi upande wa pili binti, baada ya kuhakikisha ameandaa chakula vema zaidi, aliweza kuweka katika eneo la meza zaidi. Na hapa ni wakati wa kuhakikisha kwamba Queen Dog kwenda kuonja msosi. Wajomba saizi wamesha kuwa na utani sana, kwa ni kama kitu kimoja na muunganiko mkubwa zaidi. Lakini pia kuna kitu ambacho binti aliweza kudondosha, ila Gilgim aliweza kumwokotea kitu kile. Basi kila mtu alikuwa anatoa tu hali ya kumtakia maisha marefu Queen Dog, ikiwa ni siku yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Sherehe ilikuwa kubwa sana, lakini pembeni kwenye kiti ni kwamba King alikuwa yupo. Hivyo watu kutoka Jongo walianza kwa kutoa burudani tu, wakiendelea kusubiri utaratibu mwingine wa sherehe. Lakini pia mtaalamu upande wa pili anajiuliza ataingiaje pale. Kuna msubiri Chario kwa nguvu zaidi, mtaalamu Gilgo Gongiri. Asa wanafika, naambia mfalme kila kitu kimekaa sawa zaidi. Nafikiri wakati sahihi tu kuelekea sehemu ya kwenda kutoa burudani. Hadi sasa upande wa pili kwa Queen kwa anahitaji kuonja diko ambayo imetengenezwa na binti. Ni binti aliweza kuitwa ili atoe mwongozo wa kile ambacho amekiandaa. Anasema hii ni soya tu ambayo imechanganywa kitu kama bilinganya, kwa hiyo sio nyama, ila ina muonekano kama wanyama, kwa sababu anadai kwamba alipewa taarifa kwamba kwa sasa Queen Dog sio mpenzi sana matumizi ya vitu vyenye nyama, hivyo tafuta kitu chenye ufanano. Ili pia alimtakia upendo na maisha marefu pamoja na afya tele zaidi. Basi mama aliweza kuonja diko ambalo lilikuwa limeandaliwa na binti kiutaalamu zaidi. Mwambia mambo yalikuwa bulbulu kubamba zaidi.
Okay, watu wanaumia. Anasema lakini leo ndo mwisho wako, ndo mwisho wa furaha yake. Sijui kwa nini anasema hivi Consolate Kang, kwamba huenda ndo mwisho wa furaha ya binti. Leo tuzidi kusonga, tujue nini ambacho wamekipanga watu hao. Burudani zilikuwa zinasonga zaidi, na sasa walikuwa wanaingia watu kutoka katika eneo la ufalme, nao wameweza kuleta burudani. Yote ni kuhakikisha siku ya Queen Doage inaenda sawa zaidi, bibi yake na The King. Basi miongoni mwa watu ambao walikuwa wanatoa burudani kwa siku ya leo alikuwa ni mtaalamu Gongili. Basi bibi aliweza kumuuliza, wewe ndo Gongili? Hata hivyo naye pia alimtakia maisha mema na marefu. Lakini baadaye aliweza kuingia The King, ambaye ni mtu mbili ndani ya traki moja. Sasa wanahitaji kuipiga mambo kwa pamoja zaidi. Ilikuwa ni katika eneo la kudansi tu, kila kitu kilikuwa kimekaa sawa zaidi. Basi watu walitoa burudani ya kipekee zaidi, kila mtu alivutiwa na burudani. Hadi sasa mjomba, kuna mpango na yule mtu ambaye alikamatwa katika episodi iliyopita. Sasa nakumbuka namna ambavyo aliamrishwa na Twa. Aliambia kama unahitaji kutengeneza maisha ya familia yako na mtoto wako, ni vyema basi ukafuata kile ambacho tunakitaka, na hiyo itafanya mke wako na mtoto wako waweze kusalia salama. Tofauti na hapo, utakwenda kupoteza kila kitu. Sasa mtu ni nini ambacho ametumwa? Ili sasa anahitaji kuingia katika jumba la kifalme, tujue nini ambacho kimemleta hapa. Basi wanyama baada ya kumaliza kutoa burudani ya nguvu zaidi, wanasema heshima ilikuwa kwake Loyo Queen Doage. Aliyopongeza sana, lakini pia The King alienda tu kusema anamhitaji aweze kuwa na maisha marefu zaidi. Lakini ghafla kuna mjomba ambaye ameingia. Askari alimzuia, lakini The King alisema mwache ingie. Anasema yeye anaitwa Ji Jiangyun, mtu ambaye alikuwa anafanya upelelezi juu ya kesi ambayo ilipelekaga maisha ya mamake na bwana mdogo Yeon. Basi wa mdogo aliomba tu mtu huyo aweze kuleta kile ambacho anakijua. Anasema katika kesi ishapata ushahidi wote na kila kitu ameweza kukiweka humo ambacho kina muunganiko na mwongozo wa nani ambaye alihusika kwenye kifo cha mamake na bwana mdogo. Basi Charlie alihitaji kufungua na kusoma hizo nyaraka, kujua nini ambacho kimeandikwa. Baada ya kupitia tu, anasema inazungumzia juu ya watu ambao walimdipozi Queen kusababisha waweze kuuawa kwa sumu. Lakini miongoni mwa watu hao ambao walihusika alikuwa ni bibi yako wa kambo pamoja na watoto wake wa pembeni, ili waweze kuishi maisha ya furaha zaidi. Lakini pia bibi yako bado ni mzima, ambaye ni bibi yako ambaye aliweza kumzaa mamako, mzima wa afya. Lakini shida sasa kwamba akili yake kwa sasa haijakaa sawa zaidi. Anasema ina maana huyo ana uhusiano gani na Consolate Kang? Anasema huyo mtu ambaye tangia mamako alivyoweza kuwekewa sumu kwa sasa haiko sawa, ila huyo ndo bibi yako wa kweli kabisa. Anasema basi aliweza kumpatia heshima, lakini anamcheka sana tu. Kwa sasa ni kwamba akili yake haijakaa sawa zaidi. Charlie anaita bibi, lakini anamwambia tu kitu kimoja tu, asio mfalme nati zipo. Anasema anasikia harufu nzuri sana upande wa pili, hivyo anahitaji kwenda kulichapa diko. Sasa The King ameshapata ukweli juu ya watu ambao waleta kizaazaa. Anasema kila mtu atulia hapo hapo na asijaribu kuondoka, kwa Queen Doage alikuwa anahitaji kutoka katika ile eneo, ili koda mfalme ili mazimu aweze kusalia. Basi wala wamebadilika pale pale na kuchenji zaidi. Anasema kila mtu akae, sababu Charlie ameshajua kweli ya watu ambao sababisha kizaazaa zaidi. Sasa anamuita secretary wake, anasema soma kila kitu kadri kilivyoandikwa na kila mtu aweze kusikia.
Basi hakika ulikuwa ni ushahidi ambao umejitosheleza zaidi kuonyesha watu ambao walikula njama kwa ajili ya kuhakikisha maisha ya mama yake na Charlie yanaweza kwenda mlama kizaazaa zaidi. Asema kumbe ilikuwa ni mchezo wa watu, na bibi ambaye ndo Queen Doge anaonekana alihusika sana. Nyama upande wa pili anacheka tu. Asema ni kweli ulihusika kumpatia sumu mamangu? Hilo ni swali ambalo Charlie alikuwa anajaribu kumuuliza bibi yake kama ni kweli alihusika na kile ambacho kinasadikika kuweza kumpatia sumu mamake kwa kipindi hicho. Lakini sasa bibi yetu OG ambaye kwa sasa mpoteza kumbukumbu, yeye anakula digo tu. Sasa The King anahitaji kwenda kumaliza maisha ya Queen Doge. Anaambia acha nikamalize mtu huyu, ili binti anazuia. Ila Malkia alimwambia kitu kimoja tu, yani Queen Doge, hakika mimi ndo niliyefanya hivyo. Kwani gani? Shida iko wapi? Charlie aliingiwa na wazimu zaidi. Ili pia taziri mmoja itokeza tu na kusema hiki ambacho kinasemwa huenda kimetengenezwa zaidi. Lakini sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika episodi safi ya 25 inayofuata juu ya kizaazaa zaidi? Kumbuka tuko katika hatua za mwisho zaidi za picha bomba sana hapa ambayo inakwenda kwa jina la Bon Appetit, Your Majesty. Hii hapa sound ya Falo DJ, sound ya Mgoja Soni, sound ya Baba. Here you go. Ciao.